Miguuni pako na nyenyekea, na kuinamia na kusujudu, uyasikie na uyajibu maombi yangu. Amen. Asante sana, karibuni tena nafasi nyingine tena, tuko hapa EBN TV Manukato Show, home of all gospel artists. In this place we normally bring anyone, our own outside Kenya, East Africa, and we bless the Lord for today. We have one of the amazing man of God. I think I've really planned with him so many times, or rather we have desired, personally have desired so many times to bring him on this program, even though probably, let's just say it, time we are God ni best. Yeah, so but I'm happy to see Stano leo amefika huku. Stano, unajua mimi mtaani tunaitananga Stano lakini ikifika kwa huduma, man of God Stanley Mwangi. So nataka nimkaribishe, atusalimia, tuambie anatokea wapi, anashiriki wapi, na pia itakuwa baraka sana, alafu tuendelee. Karibu sana sir. Asante sana. Yes, thank you Teddy and the EBN TV family Manukato Show. Yes, majina yangu ni Stanley Mwangi. Yes. Natoka pande ya Ruiru. Yes, na fellowship kanisa inaitwa ACK All Saints Dome, pale Ruiru behind KU Ruiru campus. Yes. Yes, na pia mimi nafunza kama mwalimu. Wewe ni mwalimu? Wa neno ama wa shule? Wa shule. Yeah. High school ama primary? Primary, junior high school. Nilijipata tu. That is what I'm doing for now. Yes. Sasa ndio nafanya hiyo, ndio kitu nafanya sasa hivi. But nilijipata nikifunza na nikakuja nikaipenda sana. Sasa CBC nakupeleka aje? CBC ni tamu. CBC is sweet by the way. Yeah, in fact it is the best system if only governors are implement vile inafaa. Wow. Nimesikia sometimes my parents, I'm speaking on behalf of parents. Nimesikia mnaitishanga sana salad, mayai. Hizo vitu mnapikanga zote siku moja? Zinapikangwa. Zinapikangwa na wale wanafunza hiyo subject sasa. I can attest. Sister yangu anakujanga na a lot of things zimepikwa kwa shule. We are like but it is good kwa sababu kuna vitu zingine anatusaidianga kwa nyumba, and we are like thank you Jesus. Yes. So inamaanisha mtoto anaweza jua kupika akiwa hata mdogo. Yeah, anaweza jua kupika vizuri sana, and also the technical parts, mambo ya kutumia tools, mambo ya safety, fire safety, vitu kama hizo. Yes, mambo ya computer kujua kutumia vizuri. Wow. Yes, so CBC ikiangaliwa vizuri itasaidia watoto wengi sana. Amen. Hata wale wafanyi vizuri sana kwa class. In the other technical areas, like mambo, kuna watu wako hayuko sawa kwa class, but in other areas they are very gifted. Amen. Yeah. Wow, this is great. And another thing I want to say is that I'm born again. Hallelujah. Amen. Yes. Very important. Very important. Otherwise tungeombeana hapa. Piga toba. Yes. Yetu maombi ya toba. Ni maombi ya toba. Yes, yeah. Leo unasema Mungu Baba. Rudia maneno haya nyuma yangu. Kwanza hiyo part. Rudia haya maneno. Nyuma yangu, but it is indeed a blessing kwa sababu kuna wengi sana they feel wanasahau kusema nimeokoka. Ndio. Kwa sababu wengine labda ni kuogopa ama kwingine tu kusahau tu. Lakini it is very important. Yes. Thank you. Haya basi, asante sana. Now man of God, sasa wewe na uimbaji basi mlianziana wapi? Maybe briefly, mlianziana wapi? Kwa sababu sasa you look a man of many gifts and talents. Okay. Uimbaji yote niseme nilikuja kurealize later. But nikiwa mdogo nilikuwa napenda, nafurahia tu. I used to kila song ikicheza nasikia tu naimba tu. Najipata nimeshika part. Yes. Almost like very many songs. Even time pia nilikuwa the other side, because si ati nilizaliwa nikiwa born again. Kuna mahali nilifika nika realize enyewe kuserve God, they are the most important thing in this world. Yes. So around kitu 2020 hivi 2020 hivi wakati corona ilikuja, ikasemekana
watu stay at home, not going to work, watu wanafanyia kazi nyumbani. So that time I used to wake up, naamka asubuhi, naomba. Then nilikuwa nimeandika 3 songs. Ile tu kuandika tu hivyo tu mchezo tu. I was not serious about it. So sasa hiyo corona venye ilikuja ikakuwa ni stay at home, hakuna kuenda kazi. So nilikuwa naamka, naomba, watu work at home. So nilikuwa naamka, naomba, nikaanza kuandika songs. Nikaandika songs zikafika 17 songs. Nikaandika 17 songs. One of them ikiwa ni hiyo maombi ni silaha yenye mmesikiza hapo. And so I decided now there was a friend of mine ako US by then. Sasa tukaanza kuchat na yeye, tulikuwa tunaongea na yeye, nikamwambia kuna songs nimeandika hapa. Yes. And sijui kama naweza kuforwardia 2-3 hivi usikie vile ziko, maybe unaweza nisaidia hata kunisupport, moja ni record. He's an evangelist. So nikamrekodia like 6 songs, 2 za Kiswahili, 2 za Kikuyu, 2 za English. Na simu tu hapo kwa video. So wakati nilimtumia akaniambia ati brother, your songs are going to bless the whole world. Amen. Sasa mimi I was expecting ataniambia yes, nitakusimamia, nitakusupport na hiyo 1 ama 2. Sasa mimi nimeshangaa na niambia ati aje sasa. Haya. Na story ikaishia hapo. So along hiyo mwaka ikienda kuisha hapo hivyo around December, hiyo story ilishia hapo. So December ndio text akaniambia, na story yako ya kuimba bado uko nayo, bado ya kurekodi uko nayo? Nikamwambia iko. But before that kuna hizo songs zenye nilirecord kwa simu. Sasa nilikuwa naenda nikipatana na mtu namwambia hebu sikiza hizi songs nimeandika, nataka kurecord. Mtu anasikiza, ananiuliza ni wewe umeandika hizi songs? Nashangaa mbona ananiuliza kama mimi nimeandika. Nikipelekea mwingine ananiambia wewe ndio umeandika ama umeandikiwa? Namwambia ni mimi. Hapo nikaanza kurealize there is something. Si ati kupenda tu kuimba juu sometimes nilikuwa najipata niko worship team, mara si yuko stable natoka. Yes, huku niko pande nyingine pia shetani ananiandama kidogo. So hapo nikaanza kurealize so it is not just the love of singing. Kuna kitu iko ndani hapo yangu. Sasa hapo ndio nilidecide I want now to take this ministry to another level. Yes. To record. Then sasa hiyo December ndio the evangelist wangu wakiwa US ndio aliniuliza kama bado niko nataka kurecord. Nikamwambia bado nataka kurecord, nimekosa do. By then ilikuwa kibarua ilikuwa imeisha juu corona venye ilikuja, so sikuwa job by then. Ndio yeye ndiye alinitumia the first pesa ya kwanza ya kurecord the first song. Hii song maombi ni silaha. Yes. Wow. Amen. Yes. And maombi by there has been because there's a time we came to my event in Kangemi. I think it should be Kangemi. Ulikuja and you performed the song. I love it. Thank you sana. Probably labda niulize tu, I think this happens almost to all artists, ukiwa mmoja wao mtumishi. When you release your first video, let's talk about the YouTube kuresiviwa kwa YouTube. Ukaona wase wana comment pale, Stanley you are doing good job, kumbe wewe ni muimbaji manze nini. Ulireceivaje hiyo sifa? Hizo sifa ulireceivaje? Okay. First of all you feel unafurahia, you feel kuna kitu kwanza kama song ni mzuri, because mimi I feel hii song inafanya ndio my favorite song. So nilifurahia kuona so vile watu walikuwa wananiambia ile tu tumepanda na mtu 1-on-1. So kumbe watu pia wakiwa kwa YouTube wakiona kuna wale pia wengine pia wanafurahishwa. So nilifurahia, nikasikia I got motivated, nataka kufanya more songs, nika feel yes I need to move. But sasa shida ya YouTube nao inafikanga mahali inaanza kukwama kidogo. So nikaendelea tu kungangana na kushare and I'm not giving up, I'm still going on. Wow. Amen. Yes. Probably unajua wewe ni singer at least. Ebu ulize ile swali hata wewe kama as an artist. Yenye nikiuliza like unakaanga tu usiulize hiyo swali. Kama nangoja hiyo swali ndio nategea. Wow, umesema like there's that point umesema you'll find yourself una join worship team.
then kidogo kidogo itilafu kidogo hivi. So maybe the okay, acha niseme pia mimi nilikuwa nataka that clarity because you have said 2020 that's when you began to kupata like now you realized I can sing and I can write these songs during that corona time. So maybe if you don't mind sharing, how was it like, what could make you go back again to the worship team, and ama maybe what could, like after some time unapata uko hapo, then after some time unapata ni kama safari kidogo inakuwa inalemea, then unarudi tena. So maybe if you can share about that. Very good. Wacha niseme okay, hii journey si rahisi. Salvation journey is not easy. Na pia shetani akijua kuna kitu unataka kufanyia Mungu na kitu itasaidia watu wengi, atajaribu kufight in every means possible. So mimi wacha niseme hapo kitambo kidogo nimesema I was born nikiwa pande ya dunia. So of course kuna yale mambo tu nilikuwa najipata hayafurahishi Mungu na pia ni affect maisha yangu. Juu hata kuna time nilikuwa kwa ulevi kidogo hivi, nikaokoka, backslide. So this time 2020 now, as we were tukiruka mwaka 2020, I made a decision to God, nikajiambia yes, I don't want to know kama niko na shida ama niko nini. I want now to focus on the serving God. Yes, kama niko na shida ama niko na nini. So ndio maana nasema niko hivi. So the reason this song inaitwa Maombi ni Silaha, hata kitu ilifanya ikuje ni because I realized the moment nashindwa kuomba ama nakosa kuomba, ndio najipata narudi pande gani? Pande ile, yes. So I decided and I felt like the moment naomba tu vizuri, naamka kila siku naomba, najipata niko sawa, I'm standing well. Now there was a Dr. Ofweneke, mnamjua. So he was having an interview in a certain TV station, and he was interviewing someone, and this person said that success is a routine. Success is a routine, that for you to succeed in life you must wake up kila siku asubuhi, yani iwe ni routine ndio uta succeed in life. Now sasa mimi niko kwa hii situation, I want to stand firm in salvation, but pia najipata sometimes narudi nyuma. So venye alisema success is a routine, I also realized inside me that I need to make prayer a routine. Amen. Wow. I need to make prayer a routine that every morning that I wake up I need to pray. Nafaa kuomba ndio nipate nguvu, nipate kupigana na hizo nguvu za shetani. And that is how this song came, this Maombi ni Silaha. Ikakuja na English, my prayer is a weapon, prayer is a routine. Nikasikia pana English haikuji vizuri. Nikasema maombi ni silaha, maombi si sherehe, maombi ni mtindo. Amen. So that is how it came, and this song it has been imekuwa ikiniongelesha every time na feel ni kama nitalemewa, nakumbukanga tu hii song. And sasa venye nilirealize I have got this gift, ikanipatia hope sasa, even in serving God more and more, because I felt ni kitu nafurahia, and nabarikiwa. So ndio maana nilisema sometimes nilikuwa najipata niko nje, niko rudi. Yes. So lastly, the last one up. What are maybe some of the things take home, like umelearn sasa kama mwimbaji saa hii, vitu zenye saa hii hata zikikape unakuwa like God, already I'm strong in this, because now there are challenges that already you have overcome. And I love the way you explain, umesema kwamba yenyewe kuna vitu kadhaa yenye nilikuwa na go through kama a minister and also as a Christian ama kama binadamu, but maombi has been one of the weapons that zimekusaidia ama strength, I think strength yako. Lakini sasa zile vitu ambazo umelearn kama mwimbaji saa hii kama artist, uko like now I'm aware. Yes. One of the things nimelearn kama mwimbaji is to be patient. Amen. To be patient, kujua there is a path you must follow. Kuna ile path Mungu amekupangia. Yes. And sifai kutumia shortcut. Yes. Because yenyewe siku hizi mambo ni mingi. Yeah. And I remember kuna mtu aliniambia hiyo time, sasa nilikuwa niko hiyo side nyingine, I am not stable, niko huko. Kuna mtu aliniambia
ati because sometimes hata nilikuwa na feel ni kama naweza enda kuimbanga Mugithi. Juu niko na kagitaa hata nikamwambia nasikia ni kama naweza enda kuimba Mugithi. Akaniambia juu hizi songs after nilimwandikia hivyo nimerecord nikampatia sikize. Haya akaniambia the reason why Shetani anataka kukurudisha huko ni because anajua what God has put in you. Na akaniambia ile kitu Mungu atakupea, ile kitu Shetani atakupea ukiwa kwa saidi yake, hata haijafika kuota ya kitu Mungu atakupea. So hiyo kitu up to day inanikumbusha, nakumbukanga, and even if hizo vitu nilikuwa naambiwa sijakuja as fast as possible vile inafaa. I believe kuna kitu Mungu anafanya. Amen. So I've learned to be patient. Yes, I've learned also to control anger. Unajua sometimes unajipatanga unakasirika. Ndio. Yes, unataka kwenda mahali uimbe lakini unaona watu wanakukazia nini. Yes. You take it positive. Amen. Kila kitu una take it positive. Yes. Amen. So patience and control the makasiriko. Amen. Na take everything positive. This Sunday unafanya album launch ya Tuseme ni Ministry. Tuseme ni Ministry uko na album launch. Nataka uinvite watu sasa uambie nini uko nacho, unaona na ni lini na ni wapi na kila kitu information. Sasa tupatie sahihi information kitumia kamera yako hapa. Haya, okay. Yes, this Sunday 16th November niko na album launch. Yes, itakuwa pale ACK All Saints Thome. Hiyo church iko Ruiru, kwa Cairo behind KU Ruiru campus. Yes, it's from 2 p.m. So I'm inviting all of you mkuje mnisupport, where there will be singing, worshiping God, kigosho. Kitaka kuomba pia uombe. Yes, huwezi kosa kigosho. So nyinyi wote mkuje, EBN family wakiongozwa na Teddy Koki. Hoping mtakuja because I feel I want to take this ministry to another level. Na pia kubarikiwa. So welcome all of you. Amen. Haya basi, vile mtumishi amesema, kama unajua uko Kiambu Road, uko upande wa Moraga, uko pale upande wa Thika Road, na uko pale Nairobi, tunaelekea sisi wote this Saturday wapi mtumishi? Ruiru. Na tunaenda pale kubarikiwa pamoja, kwa sababu mtumishi anafanya kile kitu inaitwa ministry launch. And ninapenda hii kwa sababu at least ninapenda kabisa kwa sababu atakuwa anatuibia pia hii wimbo yetu ambayo tunapenda, maombi ni silaha. Stanley Mwangi and the Stanley's Music Ministry presents Ministry Blessing and Maombi ni Silaha album launch, official by Rev Captain Lea Ngiabi, 16th November 2025 from 2 p.m. Venue wamesema kwamba ni ACK All Saints Thome, Ruiru kwa Cairo. Napenda kwa Cairo pale, by the way. You have to pita pale chini ndio kuje hii side nyingine, behind KU Ruiru campus. Verse ambayo wanatumia ni John 4:24 inasema God is spirit and his worshippers must worship in spirit and in truth. And this man of God is blessed. The MC of the day is Mubea Paul, and we're looking forward for this amazing day. Kwa hivyo, see you there and God bless you. Mtumishi, I want you to send salams and also to tell people how to follow you on social media, maybe in the next 30 seconds, alafu tumalize mbio. Okay, ukitaka kunifollow kunipata YouTube, unatafuta Stanley Mwangi on YouTube, Stanley Mwangi on Facebook, Stano Stachers on TikTok, Stano Stachers on Instagram. Haya, nisalimie watu wa ACK All Saints Thome wakiongozwa na Reverend Lea. Yes, and all the worship team members wote nawasalimia. Tumaini Spire School, hapo ndio nafanya kazi, director and head teacher, na wote nawasalimia. And my family, Gitakas family, wote nawasalimia. Thank you very much. Haya, Koki, parting shots, tutoroke. Mbarikiwe sana. Let us remember to honor our parents, honor God, honor yourself, honor authority. Ingine ni gani?
yourself Iyo yote. Until next time, you've been a very very amazing amazing audience. We love you so much. We continue next Tuesday. Tupatane Manukato Show, and God bless you. Amen. Tell a friend to tell a friend that Manukato Show from 2 p.m. to 4 p.m. Amen. Now, and also me, I want to tell you thank you so much, because the word of the day today about to share, it was from the book of Galatians chapter 6 verses 9. The Bible says that let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So do not give up. Do not step back from loving your neighbor. Seeing others better than you, because there's something in just honoring others and respecting others' space also, and just loving people, helping them. If you see a mom maybe probably in a vehicle and she doesn't have a seat, it's just an example. You just showing love and telling them, to sit there is something that really God honors. And so let us continue doing good to others. If you hear your neighbor is struggling somewhere that you can step in, please come through for them, because this is the kind of love God is looking for us to show to our neighbors and also to our friends and also to our family. So God bless you all. I love you, Sana. Thank you so much for always watching the Manukato EBN TV. Indeed, the Lord has been faithful. The 4th year we are doing this, and so it is amazing, Sana. And I'm also looking forward to the next month. I can't wait for this. It's going to be powerful. Thank you so much, my sister Koki, for joining us today. And also thank you so much, the team behind the scene, Rhoda and the team. Thank you so much. And Calvin, and also behind kule kwingine, mbele kule kwingine, naitwa Devi, to be specific, Devi, and also the team behind him. Asanteni sana, and the team and the EBN family. Asanteni sana. Coming up ni habari za saa 10 na dadangu naye ndugu yangu anaitwa Murunga akiwa na Rose wanawaletea habari za saa 10. Usiende mbali, wimbo unaokuja ni wimbo wa mtumishi wetu ambaye ako hapa kwa studio na sisi. See you next time. God bless you. Ingolomosio is the best home. Hakuna kama wewe Yahweh, mwenye kutenda lisilowezekana. Hakuna kama wewe Yahweh, mwenye kutenda lisilowezekana. Kama Yahweh wakuinuliwa Yahweh, hakuna kama wewe wakuinuliwa Yahweh. Pokea sifa zote, heshima, utukufu, hakuna kama wewe wakuinuliwa Yahweh. Ni nani kama Yahweh wakuinuliwa Yahweh, hakuna kama wewe wakuinuliwa Yahweh. Pokea sifa zote, heshima, utukufu, hakuna kama wewe wakuinuliwa Yahweh. Hakuna kama Yahweh. Bwana nikusifu milele, maisha yangu yote, hakuna kama Yahweh. Kutumaini sina mwingine ila wewe, hakuna kama wewe wakuinuliwa Yahweh. Uliniumba Bwana nikusifu milele, maisha yangu yote, hakuna kama Yahweh. Kutumaini sina mwingine ila wewe, hakuna kama wewe wakuinuliwa Yahweh. Hakuna kama Yahweh, kama Yahweh.